Oriamno mloro muherwa wengangara ya Western Nyota TV no busangafu bwange ebise bino obarere sipindi sa usangaro mwami oro rero ndikubola nende Pastor Joyce ne Pastor Joyce cyo kulomala malala na farwekesi yagombo lukendo lwaye lo kusirisia okusinza ndokuberese mwami luyari alala nende kuba pastor abikolari okusirisia amakwa kuberesia omwami oluyari ambi yekandala chibiri chidaru okurula kumakwa kene kanu kuchobola alala ndi Pastor Joyce kumera nesi Priska Chuki nyalawanda yori na Piu Sitangauzi. Karibu sana Pastor. Asante, nashukuru. Mungu kamili naitwa Pastor Joyce Unguri. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Asante. Na kwa yule ambaye anakutazama kando na kuwa pastor, ni nini kingine unafanya? Mimi ni a praise gospel musician. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nimeimba nyimbo zangu ziko kwenye YouTube, mtandao wa YouTube. Asante sana. Sasa safari yako ya uimbaji ulianza vipi? Ama ulianza lini? Ulijuaje wewe ni mwimbaji? Safari yako ya uimbaji ilianza kitambo kidogo. Nilishajaribu miaka kadhaa nyuma, nikaenda kwa studio wakati nilikuwa Eldoret. Nikaenda nikaanza, lakini sikufika mahali, so confirmation ndio nikaweza kujua kwamba mimi ni mwimbaji. Naweza kuingia kwenye studio na nikatunga nyimbo zangu na nikafahamu ya kwamba naweza imba. Oh, asante. Nyimbo zako unaimba na style gani? Rumba, rock? Wakati mtu anaenda kutazama nyimbo zako, tuambie ni style gani? Na moja ni rumba, moja ni rumba, alafu ya kwanza kabisa ni style ya reggae, alafu zingine ni worship. Okay. Kwa ni mix. Oh, nimeona umetaja mingi. Kwa hivyo umetoa nyimbo ngapi? Nimetoa nyimbo sasa hivi ni album. Unakuwa matena? Moja sasa hivi. Album moja. Okay. Kuna nyimbo ngapi? Nasema nimetoa nyimbo 6 ambayo ni audio. Na kwa video ni nyimbo 5. Okay. Yes. Kwa hizo nyimbo nyimbo ya kirege ni ngapi? Za hiyo style rumba ni ngapi? Rumba ni moja, alafu ya reggae ni moja pia, na zingine ni kuabudu. Okay. Na wakati unatoa hizi nyimbo, naming ya nyimbo zako unakuwa inspired na nini? For example, wimbo na wafame inachi magara kutoka nilishi na ikuwa kiasi pia vile Mungu na wakati ambapo maisha nimeishi haita determine my future. Kuna wakati Mungu anaenda kunikalisha na watu wakubwa, ministers wakubwa, iliashiria future and whatever it has to do. Oriamno mlolo muherwa ambi handi kurine nde Pastor Joyce kurungala lukendo lwaelo bwimbi alani ndohola emirimo kuyala ambi kuchiririsie. Pastor Joyce, pale nilikuwa nikuuliza kwamba wewe kama mwimbaji unajiona vipi kama mwimbaji? Nashukuru Mungu kwa sababu amenipa hii kipawa. Na najua kwamba itanipeleka mahali na nitaweza kufikia watu wengi kupitia uimbaji. Maana uimbaji ukikompea na kuwa pastor anapatikana at one place. Lakini uimbaji unaweza kuwa niko penye nipo na nyimbo zinafikia watu wengi kwenye mitandao. Na sasa unajua kuna watu wengi sana kuweza maintain uimbaji pamoja na kupasta kidogo inakuwa changamoto. Sijui wewe kama mwimbaji tena pasta, ni changamoto gani umepitia na umeziweza vipi? Changamoto zaweza kuwa aswa stage kama haujajielewa, lakini ukijielewa wewe ni nani, unapanga vitu zako vizuri. Unapata kwamba kujipanga kwangu, ninajua kwamba wakati nahitajika kama mwimbaji, nitajiandaa kama mwimbaji. For example, I normally huwa najiandaa mwenyewe, siku ya kufanya practice ni tofauti,
Si kwamba nahitajika kama pastor ninaitenga. Kwa hivyo katika wiki nimeweka siku ya uimbaji na kuna siku ambayo ninakuwa kama pastor. Yes. Okay. So labda nikikurudisha nyuma hapo kidogo, uimbaji wako, safari ya uimbaji wako ni nini haswa? Wakati leo unajua uko na role model ambao ni mafans wako, ni nini haswa kama fan wako atamka aseme ningependa kuimba ama kufanya kama wewe, ni jambo gani utamwambia ambalo ukapewa nafasi urudie utafanya jinsi ulivyofanya? Ni masomo gani ama ni nini haswa experience ile umekuwa nayo katika uimbaji wako ambao utaadvise mtu kwamba usifanye hivi? Unapata uimbaji unataka kama hello, unapata kama uimbaji anatamani kukua kama mwimbaji wale wamebobea kwa mapema na ile hali hajafika pale. So kila ambacho naweza shauri ni kwamba achukue muda wake wa kuomba. Hello. Yes. Hello. Achukue muda wa kuomba. Achukue muda wa kungojea Mwenyezi Mungu. Asicompete na wengine. Angojee wakati wa Bwana. And then akwe tu really yeye, asikuwe mtu mwingine, asikuwe photocopy ya mtu mwingine, akwe tu ni yeye na Mungu. Yes. Waimbaji wengi sana wa nyimbo za Injili unaona wamefika mahali, hata sitaki kutaja majina, wamefika mahali na wameingilia secular. Sijui maoni yako kama pastor pamoja na mwimbaji kwa waimbaji kama hao, utawaambia nini? Ama ni nini utasema kuhusu wanamuziki kama hao? Sitaki kuwakosoa maana sijui aliyewaita, but mimi ninajua aliyeniita ni Mungu. Na kwa hivyo sina tamaa ya kwenda kutafuta kule kwingine. Nimeridhika na Mungu wangu. It's like kuoleka na mzee mmoja and then bado haujaridhika kuoleka. So utapata kwamba hawa wameoleka, wamekubali kuwa waimbaji wa nyimbo za Injili na kidogo wana tamaa ya vitu vingine vya nje ya gospel. So naweza sema kwamba huenda wanatafuta green pastures. Huenda kuna vile ambavyo wanaona kwamba maybe kwa Mungu hawapati, ambapo sijui kama kuna chochote. So nawaambia kwamba wachunguze ni nani aliyewaita. Kama ni Mungu then wastiki kwa Mungu, kama sio Mungu matunda yao inaonekana. So influencer wako ni nani katika safari yako ya uimbaji? Sina kabisa, lakini ni wote, nawapenda wote. Sina yule nitasema kwamba huyu hapana, nawapenda wote. Maybe nitache tu akina Gloria Mdiro, Aswa Evelyn Wanjiru, Christine Shusho, ni wengi ambao nawapenda. Ungekuwa unachapa collab, tuseme leo umeambiwa Pastor Joyce chapa collab, ungechapa collab na nani? Kolabo ningependa Evelyn Wanjiru. Yes. Kwa nini? Unaona huyo mama anaimbanga neno la Mungu. Okay. Hachanganyi vitu vingine. Haendi na misisimko. Akiwa kwa stage hataiga watu wengine. So hivyo ndio naweza sema na natamani siku moja Mungu akipenda nitafanya naye collab. Asante sana mtazamaji wa runinga Western Nyota TV. Niko naye Pastor Joyce na tuko hapa kuongelelea safari yake ya uimbaji. Sasa ningependa atuambie tu nyimbo zake zinaitwa vipi, ungependa ukitaka kuzitazama utazipata wapi, na pia tupate kujua kwamba akaitwa live performance atakuja, so usiende mbali. So Pastor Joyce, kabla nifike hapo, ningependa kukuuliza labda azimio lako ni lipi katika safari yako ya uimbaji? Azimio yangu ni kwamba ni maintain kuwa mtumishi wa Mungu mzuri. Natamani isikuwe tu ya kwamba naimba kwa sababu ninaona wengine, bali natamani nikafikie wengi. Na nisema kwamba kwa muda mfupi ambayo nimeanza, nakumbuka my first video imeingia kwa YouTube on March. Na naweza sema kwamba kuna wale ambao wanaipenda, wamenifuatilia, wengine siwajui, wananitafuta, mama tungependa tusaidie tuimbe na wewe, ningependa utusaidie katika uimbaji, wanataka kuimba but hawajui wanafika wapi. Natamani niweze kuwa mama ama mwimbaji mzuri ambaye nitalea wengine kutoka chini.
Wow. Wow, na ni jambo gani umeweza kufanya? Matayarisho gani umeweka ili ukafikishe your vision? Okay, kwa saa hizi naweza sema ya kwamba labda katika kuna wawili watatu ambayo tayari nimewashika mkono, especially wale ambao wako karibu na mimi. Kama kwa hii album moja ambayo nimetoa, nimeweza kushika mmoja mkono, nikampea nafasi akaweza akatunga wimbo yake na nikaweza kumsaidia kulipa both audio and video yake. So natamani sana nikiweza kuwa na pesa nitakuwa nachukua moja na wimbo yake. Asante. So umesema kwamba uko na nyimbo za worship, uko na reggae, of course style. Ningependa tuzungumzie, tuanze na worship. Worship, nyimbo zako za worship zinaitwaje? Moja inasema sema nami. Sema nami. Unaweza tupea labda story kuhusu sema nami? Kwa nini kaitwa sema nami? Wimbo wa sema nami niliweza kutunza aswa kwa maisha kidogo ambayo nimeweza kuyapitia na kuona na aswa kwa wamama wajane. Sema nami ni wimbo ambayo pia inanitia moyo kwa sababu mtu ambaye ako chini hana mbele wala nyuma, hajui asubuhi anapoamka ataanzia wapi, but anaaminia kwamba hatachelewa. Na nikaweza kuweka mfano, for example, kama Sarah aliweza kupata mtoto wake ata age ambayo imepita kiasi. So nikawa naambia Mungu kama aliweza kuongea na Sarah kwa miaka zake hizo za uchelewa kama kuchelewa, Mungu akaweza kusema nami ya kwamba hata kama kuna vingine basi kupata katika miaka ambayo nilitarajia, najua Bwana ataendelea kusema nami na nitazipata. So tunaweza imba tu hata kama ni chorus tu kidogo. Yes, tunaweza kusema. Haya. Ulisema na Sara wakati wake wa uzeni, akapata kufarijika, amani tele na ushindi. Ulisema na Sara wakati wake wa uzeni, akapata kufarijika, amani tele na ushindi. Sema nami, sema nami, uliposema na watu wa kale, sema nami. Asante sana. Oh, okay, sema nami uliposema na watu wa kale. That is Pastor Joyce. Aya, worship umesema ni ngapi? 2, 3? Kuna nyingine ambayo inaitwa wakati wa Bwana. Hebu tuzungumzie wakati wa Bwana. Wakati wa Bwana ni wimbo ambao nimeutunga kwa sababu ya kuwa patient, kusubiri. Watu wengi hawajui kutulia. Watu wengi wanataka vitu vya haraka. Na hivyo naweza kurudisha kwa swali la kwanza ya kwamba wako kwa Ukristo na wanatamani kwenda nje tena. So ikawa inanitia moyo kwamba kusubiri ni jambo nzuri, kutulia ni wakati mzuri, na katika nafasi ya kusubiri ama wakati wa Mungu ataweza kukuponya majeraha yote ambayo uko nayo. Tuongelee worship. Worship ni hizo 2 ama kuna ya 3? 2, alafu kuna umeniketisha na wafalme ambaye nimeimba katika hali ya kiregi. Okay. So unajua hatujaweka song, so tunaweza peleka tu. So kidogo kabla tupe chorus, utuzungumzie wimbo unamaanisha nini? Wimbo umeniketisha na wafalme. Ni wimbo ambaye nilikuwa napitia machungu wakati fulani. Nisiweze kujua jibu nipate wapi. Wakati mwingine nilikuwa najiona kana kwamba kama msichana ambaye kidogo ningekuwa kwa streets. Lakini Mungu alinishikilia kwa neema, kuniweka mahali ambapo hata kama si pazuri. Na maisha ambayo kwa kila siku ambayo hayakukuwa mema. Unaona ile ambayo unamkanga haujui utakula ama hautakula, lakini unamtazamia Mungu.
Okay. Na Mungu akaweza kunisaidia ya kwamba nikatunge wimbo. Na pia katika hali ya umeniketisha na wafalme, kuna watu ambao nilikuwa nimekaa karibu opposite ya kuninua, wanataka ni kama nife. Na nikaweza kuweka kwa pamoja kwamba ni wafalme kivyao, maana hao ndio kusema kwa wakati huo. Kulikuwa na machungu, kulikuwa na kudhulumiwa, kulikuwa na kukataliwa. Kuna machozi ambayo wakati mwingine nilichikuta nikitoa ikifika upande wa huduma, ikifika wakati nilikuwa mdogo na mambo mengine kama haya. So nikaweza kuona kwamba ni wafalme wakati ule, maana sasa mimi niko kama mtoto mdogo, siwezi nikaeleza, sina say. Na ikifika pia upande wa huduma ikawa kwamba kidogo kuna ile hali ambapo hautakubalika kwa haraka. Kuna wale ambao wanaona kwamba hao wamefika mahali, makaza zao, majengo yao ni makubwa. Wewe ndio umeanza tu, mtoto mdogo. Kuna ile ambayo watu wanasema sasa huyu mtoto anaweza tuambia nini? Na nikaona ni wakati tu Mungu tu aweze kunifariji. Na hapo ndio nikapata maono ya kwamba kuna wakati yale ambayo ninayaona leo sitayaona tena. Kuna wakati Mungu ananiinua na nitakaa na watu wakubwa ambao wataweza kuniamini, kunidhamini na kuamini Mungu ambaye ninamwabudu ya kwamba yeye ni Mungu, hakosoliwi anaposema yes. Amen. Asante. Wakati utunzi wako unafanya vipi? Wakati umesikia wimbo umekuja, ni vipi unatafuta tune ya hiyo wimbo? Kutafuta tune ya wimbo si ya kwamba utaenda utafute sijui huku na kule. It's through prayer. Kuna slogan ambayo mimi hutumia, prayer is work and work is prayer. Yani kazi ni maombi na maombi ndio kazi. So kama maombi ndio kazi, basi hiyo kazi itakuwa kwamba itakupatia hata tune yake. Ukienda kusema kwamba utafute tune, utapata kwamba utaweza kuanza kuweka tune za watu wengine ambaye si vizuri. Kwa hivyo mimi tune zangu zinatokana tu kupitia maombi, na vile nimesema prayer is work and work is prayer. Kama kuna kazi ambayo nafaa nifanye ni maombi, na maombi ndio kazi yangu. So, wakati unatoa huu wimbo, ama tuseme kwamba ni nini haswa kinakupea motisha, ama ni nini unatumia yule role model wako anaweza iga, ile ambayo inakupewa power kuendelea kila wakati? Ni rule gani unatumia? Nasema ni jambo gani unalitumia ambalo yule anakuona kama role model anaweza iga ili kumsaidia kukua? Kuna kusoma vitabu unasoma, kuna nini haswa unafanya kujijenga? Kusoma neno kwa wingi, kuomba kwa wingi, kufunga. Yes, I normally pray a lot, fasting, na kumpenda Mungu, na kufanya vitu ya kwamba ni wewe ambayo unafanya, hapana mtu mwingine anafanya. Kwanza ni kupenda ile kazi ambayo unafanya. Unapopenda kitu, basi utapeana at your best. Hata kama ni kutumia pesa, hautangoja Godfather kuje. Ni wewe unajua kwamba unaenda kutafuta pesa uingize katika music. Kwa hivyo hautangoja mwingine akupatie. Kweli. Yeah. Kwa hivyo usingoje Godfather ama mtu mwingine akulete pesa. Ni wewe ufanye kazi ukiinvest kwa kile ambacho unakipenda. Ni advice gani utapeana wewe kama mwimbaji na pia pastor kwa vijana ambao siku hizi unaona maisha yao kama wanapenda maisha ya tutaita popcorn, hiyo ndio lugha labda nitasema wamezoea, hawataki kufanya kazi, hawataki kujituma, wanataka wapate kile ambacho tayari kishaandaliwa? Wewe kama mwimbaji na pastor, ndio maana unaona by the way waimbaji wengi sana wanaingilia, unasikia mtu ameingia Freemason, unasikia mtu ameingia anafanya vitu ambazo hazieleweki kwa sababu anataka hela za haraka. So wewe kama mwimbaji na pastor, ni advice gani utapeana kwa kikundi cha vijana kama hawa? Vijana wengi wanapotea kwa sababu wanataka vile umesema popcorn, maisha ya haraka, waweze kulipuka haraka, pop, yani leo wanaanza hivi,
wamepata kuwa fame, wamepata magari, wamepata manyumba na kusahau kungojea Mwenyezi Mungu. Jambo la muhimu ni kwamba subira kwa kila mmoja ama Mkristo kitu kizuri. Usianze leo, for example, hakuna mwenye ataweka mbegu ya mahindi kwa shamba leo na kesho anaenda kuvuna. Ni lazima ununue and then upalilia shamba yako vizuri huku kisubiri mvua ya Mwenyezi Mungu. Sababu mvua ndio wewe hauwezi ukaweka, but mvua inatoka kwa Mungu. So hapo ndio ina challenge watu wengi ama vijana wengi wana invest and then wanasahau kusubiri tena Mungu akaanza kuwapatia hiyo kuwa fame na vitu ambazo wanaweza tumia. So naweza advice ya kwamba wanapoanza katika hali ya uimbaji yule aliyewaita ambaye ni Mungu tunaamini wakamtegemea huyo Mungu na kwa wakati wa Mungu unaofika ataweza kuwapatia kila ambacho wanataka. So wasiende kutafuta vitu zao bali wangojee mwenye aliwaita akaweze kuwapatia. Wewe unafanya tuseme live shows, ukiitwa live shows unazifanya ama? Huwa ninafanya in fact hata last Thursday, Friday, Saturday and Sunday nimekuwa kwenye crusade mahali fulani na nilikuwa nimealikwa tu na pastor. Alafu kuna wakati mwingine nishakuwa kule Kapsabet. Kwa hivyo ninafanya yes. So kama mtu angependa ukuwe sehemu ya function yao watakupata vipi? Ninayo nambari ya simu. Naweza peana. Kama mtu ananihitaji kuna namba ya simu ni 0712 415 515. Na kwa mtandao wanapata vipi? Mtandao ni kwa Facebook ni Pastor Joyce Omburi ambaye ni sehemu ya mahubiri, na tena kwa Facebook kuna Joyce Omburi bila pastor. Alafu kuna WhatsApp ambayo nimeweka na Joyce Omburi and then kuna YouTube na kuna email ambayo nimepeana malikajoyce@320.gmail.com. Okay. Maneno yako ya mawaidha tunapomalizia kikao hiki, ndio tutamaliza na wimbo. Sijui kama tutaenda rumba style ama reggae style. Nimenzi hiyo wimbo wako rumba kabisa. So nimeipenda kabisa. So maneno yako ya labda mawaidha yako kwa wanaokutazama. Nashukuru sana kwa wale ambao wananitazama. Kwanza nishukuru Pastor Pasil Wasike ambayo amekuwa mstari wa mbele kwa kikundi cha Mission Recovery and Talents ambayo ndio mmeweza kunisaidia kufika hata katika station hii kubwa sana ya Nyota TV. Ninawashukuru sana kwa kunipa huu mwaliko. Nashukuru Pastor Pasil, nashukuru wale wote ambao wananitazama. Nikwambia kwamba mtegemee Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu kuna kila kitu. Yeye ndio jibu la kila swali. Na ninawatia kwamba prayer is work and work is prayer. Maombi ndio kazi na kazi ndio maombi. Wakishika maombi watapata kila kitu. Wakiacha maombi watapata vitu vingine. Asante sana. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Huyu ni Pastor Joyce. Tumeongelelea tutasema safari yake ya uimbaji. Unaposikiza nyimbo zake sasa umeona ni nani ameziimba. Najua wengi mmezienzi, mmeona sura na mmemsikia. Pia tutamwalika katika studio ili akapate kuwa hapa live. Mkaweze kukuwa na hiyo uhusiano wa live, muulize hapo maswali, muulize akiwa onea ili akapate kuwajibu. So Pastor Joyce, naomba tu kabla tumalize labda uchague kati ya wimbo ambazo uko nazo ni wimbo gani tunaweza malizana hapo. Na kabla uimbe utuambie kwa nini ukauimba na unamaanisha nini kisha tuimbe. Wimbo ambayo ni wa rumba ambayo umeulizia. Hello Pastor Joyce. Yes, nakusikia, sorry. Ni wimbo ambayo inasema Yesu wangu. Okay. Ni kama ombi. Okay. Sawa, ukiwa tayari. Okay, nitaimba.
Yesu wangu inasema kwamba ni kama ombi ambalo Mwenyezi Mungu alituachia, Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, bla bla na vingine hapo. Okay. So mimi nikaiweka kama wimbo. Okay. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Hebu rudia. Twende. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Wow. Asante sana Pastor Joyce. Huyu ni Pastor Joyce. Pastor Joyce Omburi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, pia ni pastor. So labda jambo la mwisho kutoka kwako ungependa kuambia waumini na pia marafiki, na unajua sisi Waluhya lazima utume salamu kimalizia Pastor Joyce. Atukosangi hapo. Okay. Nashukuru sana kwa ajili ya hii session. In fact, nataka kuambia washirika popote ambapo wananitazama, niambie the whole world kwenye Nyota TV nafika kwamba nashukuru Mungu, it is my 21 years in marriage. Yesterday ilikuwa tarehe 2 December, ilikuwa my anniversary, na tuna isongesha to next Sunday kuna anniversary 21 years in marriage. Wow. Siwezi nikasema kwamba nimeregret, nimeona wema wa Mungu. Na kando yangu kidogo kuna my happy kama security, please maybe wageze kumuona tu. Of course. Yeah. Yes. Kama security yako hapa karibu. Yes. Oh. Hello. Yes. Oh, how are you sir? Karibu sana. Asante. Mimi ndo naharas Pastor Joyce hapa. Naona. Nashukuru kwa hiyo kipindi. Asante. Aswa pia hata kwa masafa. Asante. Bwana bariki Nyota TV. Asante. Amen. Amen. Okay, asante. Nashukuru. Muendelee naye. Asante. Kwa hivyo ninakaribisha marafiki including you kwa anniversary yetu 21 years in marriage. Wow. Tangu nioleke sijawahi acha kitanda hicho, nimetulia hapo sijaibeba virako hata siku moja kwenda kuleta nyumbani au kwa jirani ama kwa ndugu yangu. Tumeishi katika maisha ya kupendana na sio kuvumiliana. Mtu asisema kwamba ndoa ni kuvumiliana, hapana. Ndoa ni kupenda ndoa na kukaa kwa ndoa. Sasa wewe umesema. Yes. Yeah. Asante sana Pastor Joyce, kwa sababu una celebrate anniversary ya marriage ama anniversary ya unasema 21 years in marriage. So hata mimi na celebrate na nyinyi, na celebrate na wewe, na celebrate na your of course your husband. So Western Nyota TV tuna celebrate na nyinyi, na pia sisi tunawapenda zaidi. Kwa kuwapenda tutawapatia pia mhubiri kwetu, hiyo itakuwa on us. Tutawapatia mhubiri, so mnaweza hubiri for 30 minutes alafu tupate tuweke on air. Sasa pia utahubiri for 30 minutes alafu mkubwa pia atahubiri for 30 minutes ili tu celebrate pamoja na nyinyi. Wow, nashukuru Mungu kwa hiyo offer. Nashukuru Mungu kabisa. Nyota TV, may you live forever. Mungu anawapenda na nawapenda kabisa kwa hiyo offer ambayo mnanipatia. Asante sana. Nasikia kuheshimika, nasikia kunyenyekea. I wish ungekuwa karibu niwapatie keki, but najua tutapata. Tutakula keki mama, tutakula keki. Sasa mkiwa Nairobi mkuje, na unapoulizia tu Western Nyota TV umefika. So tunawapenda, tungependa tuendelee zaidi pia. Tuko na vipindi mingi hata za kuongelesha walio wachanga katika ndoa. Sasa unajua 21 years of in marriage si rahisi. That is not a joke. 21 years in marriage si rahisi, si mchezo. So pia tutapanga internally tuone tunaweza wafikia vipi mkapate kupatiana mawaidha kwa wale ambao ni wachanga kwa ndoa kupitia runinga ya Western Nyota TV. So acha tujipange internally alafu tutawafikia kwa hayo.
Nashukuru sana kwa huo mwaliko, na nasema kwamba Bwana awabariki na watende mema. Amen. Na pia nisema kwamba mimi ni mama, niko na vijana wangu wawili. Ni katika 21 years in marriage, niko na 2 boys ambayo mmoja kwa Sintec University anaitwa Emmanuel and the form 3. Nasema ni neema ya Mungu ambayo and prayer imeweza kuni carry on mpaka kwa wakati kama huu. Nawapenda sana watu wa subscribe nyimbo za Pastor Joyce Somburi na nitashukuru sana. Nashukuru sana Pastor Joyce, nashukuru sana kwa muda wako. Asante pia kutuletea your husband, na asante pia kwa kazi ambayo unafanya. Sisi sana tunapenda kusupport ministry na tutafanya kazi pamoja kama wale ambao wanatumikia Mungu mmoja, na kazi ni ile tu. Asante kwa wakati wako. Asante. Bwana wabariki sana. I hope wenye hawajaona wataona kwa YouTube after show na kutende mema. Shukrani. Amen. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Tumekuwa tukiongea na Pastor Joyce. Pastor Joyce ni mwimbaji, tena ni pastor, anahubiri. So mahali pale ulipo, tafadhali tukaweze kumsupport. No mwana wefue ohurula mumbo wefue buri abalori baheru ambapo orange nduweme alala nende bana befue weme alala nende bari abantu bebere chinyimbo chenjili kuba berese mani akubanu kuri obalanga badala ndiriyambi ochakra bedala yemwe hapana kulola dala yabene no kuibirere yefu kuchefu mu YouTube kubesa ni kusubscribe ku like kusupport Pastor Joyce obanori kubori mno kulobulori wao ohurula mwangara ya Western Nyota TV mbolendi orio mera nese Priska Chuki ni malani mbola mbe Western Nyota TV evindu vichenjanga ano niyo karibu mwami karibu moyo kwangu